Karibu Ushindi Online Solution. Usisahau kusubscribe, like na kucomment, pia share kwa wengine wapate maarifa haya. Karibu katika video yetu ya kwanza kabisa ya mafunzo ya kutumia mfumo wa SIS. Nitakuletea mwendelezo wa video mbalimbali. Hii ni video yetu ya kwanza. Basi tendea tufuatilie mpaka ninapokuambia hii ni video yetu ya mwisho. Kwa katika video yetu ya kwanza hii nitakuelekeza jinsi ya kufanya school setting. Na katika mfumo wangu hapa nitatumia demo ya sekondari, lakini usichanganyikiwe kwa kuwa ni sekondari mfumo unafanana. Kwa hata wale wa shule ya msingi na wao wataendelea kutumia huu cha msingi, wafanye kitu sahihi kwenye sehemu husika. Sasa kwa video hii ya kwanza nitakuletea namna kufanya school setting. Kama kaida, nafikiri wengi ukishasajiliwa utakuwa na akaunti yako. Kwa wale wakuu wa taasisi, wakuu wa shule watatakiwa kufanya school setting kabla mambo mengine kuendelea. Kwa hiyo utakachokifanya sasa, utakuja upande wako wa kushoto kwenye kompyuta yako. Hapa juu kasha kuna vimstari viwili unavyoviona, utavigonga. Na ukishavigonga hivyo vimstari viwili, basi mfumo wako utakuwa unaonekana kama unavyoona hapa. Basi utakwenda moja kwa moja kwenye sehemu au moduli ya school management kama unavyoona hapo juu. Baada ya taarifa zako, chini kuna dashboard. Kinachofuata hapo ni school management. Utagonga school management, na ndani ya school management kuna vipengele 7. Kwa hiyo utapaswa kupitia vipengele vyote 7, lakini kwa leo nitaelekeza namna kufanya school setting. Kwa hiyo kwenye sehemu ya pili hapo chini unapoona soma hapo sehemu imeandikwa set up a school. Nitagonga hapo. Baada ya kugonga set up a school, utaisubiria system yako load, na usiwe na haraka sana. Hii system yenye uga ina load taratibu, kwa hiyo usiende haraka. Yaani ukiona kitu kigogo kinachelewa, basi subiria tu, kitakuja kama kinavyokuja. Basi ukishafika hapo sasa, utaona kuna kitu kinatokea hapo, manage section and classes. Sawa? Nimekuambia tunakwenda kwenye school setting, sawa? Kwa hiyo ukishafika hapo utaselect section. Select section kwa sababu mimi ni secondary, inanipa vitu viwili hapo, itanipa O level au A level. Ina maana kwa shule ya msingi ungepewa kitu kingine hapo. Kwa mimi nashughulika leo na madarasa ya O level, basi nitagonga O level. Basi nikishagonga O level, basi utagonga tena hapo select class. Sasa hapo nimesema nafanya school setting. Unapokuwa unafanya school setting, wako unafanya setting kwa darasa moja moja. Na kama darasa la form 1 utaanza form 1 utaseti kwa jinsi utakapokuwa tunakwenda. Hivyo utafanya kwa form 2, form 3 mpaka form 4. Hivyo na wewe wa shule ya msingi utaanza darasa la kwanza utaanza darasa la awali, utaseti setting yako, utakwenda utapata hizo hatua unazozifanya hapa mpaka mwisho tena darasa la kwanza, la pili mpaka la 7. Kwa mimi nitaanza leo nafanya setting katika darasa la form 1. Kwa nitaunga form 1. Baada ya kuselect form 1, mfumo utaniletea kama unavyoonekana hapa. Sasa kwa kuwa mimi natumia simu, hapa ndivyo jinsi inavyoonekana. Lakini ukitumia kompyuta kuna namna itaonekana, lakini itaonekana kama unavyoona hapa. Sasa ukishafika form 1 sasa, kumbuka hii darasa moja nimechagua. Mimi nisha set stream. Nimeweka hapa stream form 1A. Sasa nitakuonyesha namna gani unaweza ku-add stream. Kwa mimi nitagonga add stream. Niki-add stream nitaandika labda kwa kuwa kuna form 1A ipo tayari, mimi nitaandika form 1B. Form 1B. Sawa? Makeni stream B ya form 1. Nitaiadd hiyo stream. Nikisha add hiyo stream tuna imeongezeka hapa stream, na itakuruhusu kumap student. Sasa hii kwa video leo naonyesha namna ya kuseti school. Sasa namna gani tuna map student? Naomba nianze kwa kipengele kabisa hapa. Sasa ukiangalia vizuri hapa kuna form 1A, kuna form 1B.
Na ukiangalia form 1A nimemap wanafunzi 43 na kule ukiangalia idadi ya wanafunzi wa form 1 ni 43. Kwa hiyo nilimap hapo. Sasa unapotaka kumap student, maana unachokifanya unagonga sehemu hapa, kuna neno map student unaoliona hapo upande wa kulia hapa. Kwa nitagonga hapo map student. Ukishagonga map student, basi orodha itatokea kama unavyoona hapa. Kishatokea orodha, utawaselect wale wanafunzi unaotaka waingie kwenye stream hiyo. Kumbuka, unapokuja kumap student hapa, kwa mfano bado una wanafunzi 300. Wanafunzi wote wataonekana kwenye hiyo orodha hapa. Maana yake itabidi uchague wale wa form 1A ambao utakuwa unajua. Kwa hiyo utachagua wale wa form 1 utawamap. Kwa hiyo utaselect baki utatoka orodha majina, pembeni kuna kibox utakuwa unatiki. Kwa hiyo utatiki wale utawatiki unaowataka waende form 1A, utagonga map student. Au la, kwa mfano mimi nilikuwa na mkondo mmoja, niliselect wote. Kwa baada ya ku select wote, baki nitagonga hichi kidude hapa juu. Ukigonga hiyo hapo, maana yake utakuwa umewachagua wote. Ukiwachagua wote, baki utaenda utawamap, utakuwa umeingia kwenye darasa husika, kwenye stream husika. Nafikiri nimeeleweka hapo. Na vile vile unaweza ukaamua kuifuta stream. Kama unataka kuifuta, utakuja hapo utaifuta. Sawa? Utakuja swali, nitasema mimi yes. Mimi nitafuta sababu sina stream 2 na stream 1. Kwa hiyo nitafuta. Kama nilivyosema, usiwe na haraka na system. Yenyewe inafanya kazi taratibu, inakwenda kama mkafuna hapo sana, nishaifuta stream. Kwa hiyo nitaangalia. Kosa stream hizo unaweza ukaweka kwa kadri unavyotaka. Hata ungekuwa na stream 20 utajaza kulingana na darasa sio. Kumbuka hapo tumechagua darasa la form 1 na tunaendelea nalo. Kwa hiyo nafikiri hapo nitakuwa nishaelekeza namna ya kucreate, ya kuset darasa na kumap student kwenye mikondo husika. Twende hatua ya pili. Baada ya kumap, baada ya kuwa umefanya setup ya madarasa na wanafunzi, hatua ya pili inayofuata ni school subject. Wale wa kompyuta itakuwa inaonekana pembeni kwa wima. Kwa kuwa mnatumia simu itakuwa inaonekana hapa juu. Kwa hiyo nita select school subject. Nikiselect school subject, kumbuka na set subject kulingana na ile darasa husika. Baada ya hapo sasa utagonga hii alama. Kwa itakuja hapa itakuonyesha. Kwa mfano inanionyesha mimi na masomo 9 kwa hiyo darasa kwenye shule, na masomo hayo unaweza kuyaona hapa kama yanavyoonekana. Sawa? Lakini kama unataka kuupdate, so mimi kwa mara kule uko unaingia unakuta bado masomo hayaonekani. Kwa utagonga hapa update subject. Ama kujumlisha update subject. Baada hapo itakuja ya O level na A level. Kwa kuwa sisi tunadili sana, na kama unaweza hapa ndio maki hapa ndio unaposetia masomo ya shule nzima. Kwa maana ukiyaseti hapa yatakuwa yameingia kwenye madarasa yote. Utaenda kuprove uangalie wakati unapokuwa unafanya. Kwa hapo utachagua masomo yako unayotaka kwenye kulingana na shule yako husika. Kwa utachagua madarasa masomo yote. Na kama shule yako ni A level, basi utachagua na huko chini masomo ya A level. Kwa utafanya hivyo baada ya kuchagua masomo. Kwa mfano mimi niangalie hapa somo gani ambalo sijalichagua. Masomo yangu niliyochagua yote ndio hayo. Sawa? Kwa hiyo maana yake nitakuja hapa chini, kwa kuwa nishazika nao masomo yangu, nitasema save changes. Basi kisha save changes, system itakwambia success, maana imemaliza hiyo hatua, na utaona kabisa inapiga tiki kwenye kila hatua. Sasa baada ya kutoka hapo kuseti masomo ya shule nzima, tunakwenda class subject. Kumbuka tunadili na form 1, kwa tunataka tu select masomo kwa ajili ya form 1 pekee. Kwa hiyo nitagonga class subject. Kisha class subject utaona mimi nisha set masomo yangu hayo 7 ambayo niliyaona, lakini kama wewe utakuta hamna kabisa, basi utagonga hapa add subject. Ukiadd subject itakuwa inakuletea option ya kuchagua wewe masomo. Kwa mfano niangalie somo ambalo mimi sijaliweka. Nikiangalia masomo yote nishaweka. Kwa mfano chague English language kwa mfano. Nikisema add subject, hapo kuna message inaniletea kwamba tayari imekwambia tayari maki somo tayari lipo. Ina maana kama itakuwa lipo utakuwa na add. Kwa hiyo add masomo yote kulingana na shule yako. Usizidishe masomo. Kama somo ulisomea achana nalo. Wewe set tu ya masomo ambayo yapo kwenye shule yako. Hata kama ile somo linasomwa na mwanafunzi mmoja, set. Kwa hiyo hapo imepiga tiki, maana tayari ni sha set. Tunakuja kipengele kinachofuata tena, staff subject. Tunaposema staff subject, maana yake wale watumishi wa serikali au walimu wako. Walimu. Maana hapo sasa kwa hiyo darasa utakachokikuta sasa hapo kwenye darasa. Utakachokuta kwenye darasa utakuta mkondo yale masomo ambayo ulichagua ya form 1 mwanzoni, utakuta yamejielezesha hapa. Sawa? Utakuta yamejielezesha hapa masomo lakini hayana walimu. Sawa? Kwa kuwa mimi nisha set walimu wangu hapa yapo yanaonekana, lakini huko utakuta hamna nini? Hakuna walimu. Kwa nitakachokifanya hapa ili uweze kuyahadi, manake utakuta hapa kuna action moja tu kama hii ya kichwa peke yake ya upande wa kushoto.
Kwa utagonga alama ya kikicho iko mbele ya hilo somo husika, basi uta staff ambaye yupo, utamweka hapo ili afanyaje, ili awe ndio mwalimu wa somo hilo kwenye darasa husika. Sasa kumbuka, inaweza kuwa umepata video hii ya kwanza lakini kuwaingiza walimu. Kwa hatua nyingine itabidi uanze kuwaingiza, kuwasajili walimu. Maana hatua kwanza kabisa kwenye mfumo inabidi usajili watumishi, yani walimu. Kwa utakapokuwa umesajili walimu na wanafunzi kwa sababu kisha wasajili, maana utakuwa unaweza kufuata hizi hatua hapa. Kwa hiyo manake kuna video nyingine nitaituma sehemu zinazofuata kwa ajili ya kuona namna gani walimu unaweza ukawasajili kwenye mfumo. Kwa baada hapo kudili na staff subject umeshana nimesema utakuwa unaona orodha ya masomo hayo na darasa husika. Kwa utakuwa na assign mwalimu mbele ya somo hilo usio kwa mbele, utaona kuna alama ya kikicho na kujumlisha. Hapo ndipo utakapofanyaje, utakapo hadi mwalimu husika, na mwalimu utakuwa tayari sasa jiliwa kabla. Baada ya hapo, hatua inayofuata, ukiona shapiga tiki bado unaenda hatua inayofuata, utaenda class teacher. Class teacher hapa sasa, kumbuka tunadili na form 1, sawa? Sasa utakuta form 1 mikondo yote ulioiandika ya form 1 ipo, au kama ni darasa la kwanza mikondo utakuta ipo. Kwa hiyo ukishafika hapo utakuta orodha stream zipo, lakini hauna mwalimu. Lakini kama unaona hapa mimi kuna mwalimu kwa chini kwa sababu tayari nisha assign. Kwa maana unachokifanya hapo utagonga alama kujumlisha neno add class teacher. Ukishagonga add class teacher, utachukua jina la mwalimu. Utakupa option mbili. Kwanza utachagua jina la mwalimu, afu cha pili utachagua ile stream ambayo unataka kumweka huyo mwalimu. Kwa hiyo utafanya kwa stream zako zote, hata kama ziko 20 au 30, utaweka zote kwa jina la nini. Baada ya hapo ya class teacher kumaliza, kinachofuata tena, hapo kuna leave roster. Leave roster hii ni kwa ajili ya walimu pale shuleni. Kwa maana yake hapo utaseti likizo kwa kila mtumishi. Maana yake hapo kwa hapo unaona mimi kuna roster hapo chini inaonekana, ibaki mimi nishaingiza. Kwa utachotokea wewe sasa uingize roster yako mpya kama hakuna kitu. Utachokifanya hapo utasema add new roster. Baada hapo utaselect staff, utamchagua mtumishi husika. Baada hapo utasema leave type. Kwenye leave type kuna aina za likizo, maana yake kuna likizo ya mwaka annual leave, alafu kuna maternity leave, likizo ya uzazi kwa wanawake, alafu kuna maternity leave twins, kuna likizo ya uzazi kwa waliojifungua mapacha, alafu kuna paternity leave, hii likizo ya wanaume kwenda kuwaona wenzao waliojifungua, alafu kuna retirement leave, likizo ya karibia kustaafu, alafu kuna sick leave, likizo ya ugonjwa. Kwa utachagua aina ya likizo. Baada hapo utasema tarehe ya kwanza ile likizo utaijaza. Utakuja muda wa kuisha ile likizo utajaza. Baada ya kumaliza hapo chini, ukiona hapo chini kabisa kuna kibutton kipo kushoto kinasema this is a paid leave. Sasa hiyo likizo kama ya malipo utaiamsha hiyo button iwe on. Ila kama sio ya malipo hiyo likizo utatoa hiyo button iwe off. Baada ya hapo, baada ya kuweka taarifa zako zote, itatokea upande wa kulia button ya kusave hizo taarifa zako. Basi utagonga save na utaendelea. Kisha maliza hapo, utaona sehemu ya leave roster imeshajipiga tiki. Kinachofuata ni nini? Ni examination. Sasa hapa kwenye examination utaseti mitihani iliyopo kwenye shule yako. Kwa hiyo unavyoona kwa mimi nimeshaseti mtihani mid-term examination ambao utafanyika mwaka huu kwa darasa la form 1. Kwa hiyo utaseti hivyo kwa kila darasa kama nilivyosema mwanzo hapo, kumbuka na dili hapa na form 1. Kwa hiyo kwenye kuadd examination kama huna hapo, utaenda hapo kwenye alama kujumlisha add new examination. Kingo add new examination, utakuja hapa assessment type, aina gani ya mtihani. Kuna examination first term, kuna examination second term, kuna test first term, test second term. Sasa nafikiri inaeleweka hapo. Kwa hiyo utachagua aina gani ya mtihani, utajaza labda examination. Examination title utauandika. Kwa mfano hapa maonyesha kisha mfano labda mini table examination term 1 au term examination, si ndio? Term 1 au term 2. Kwa hiyo utasearch hapo, utatype hapo. Baada ya kumaliza itakuja button ya kusave. Hapo mimi nikiandika itakuja button hiyo inasema create examination. Kwa nikisema create, baki mtihani wako utakuwa tayari upo created. Sasa hatua inayofuata tena twende, kinachofuata tena hapo ni administration. Sasa kwenye administration hapa sasa mimi nisha seti. Maana kwenye administration hapo una seti uongozi, muundo wa uongozi wa shule yako. Kwa hiyo ukianza ku update hapo utaanza kuseti sasa labda mkuu wa shule, makamu mkuu wa shule,
si mwalimu wa nidhamu, si unanikota kuna select, utaselect wote kulingana na nafasi ninavyoomba kujaza utajaza. Baadaye hapa chini utakuwa unaona ile administration ya utaona wale walimu kuanzia mkuu wa shule mpaka wa mwalimu wa chini ambao wote na picha zao. Kumbuka hizi picha zinakuwa updated from NIDA. Baada ya hapo hiyo sehemu imesha kukamilika, tunaona imeshapiga tiki. Tunakwenda sehemu ya mwisho na kipengele cha setup school tumalizie. Kuna sehemu inaitwa class michepuo. Hii sehemu ya class michepuo, hilo darasa lako sasa ni la aina gani? Kumbuka sasa hivi tunatumia mtaala ulioboreshwa, kwa hiyo kuna kuwa na michepuo. Kwa tutasema hiyo form 1 ni science, si ndio? Au form 1 hiyo form 1 ni arts na nini, ni kote chagua hapo aina ya mchepuo. Kwa hiyo utakuja kwamba hadi mchepuo. Pia kwenye kuadi mchepuo watakwambia kuna lugha, science na art. Kwa hiyo utachagua ni mchepuo gani, utajaza baadaye utauseti. Kwa baada ya kuseta hapo utakuwa umemaliza kipengele cha setup school. Usisahau kutufuatilia kwa video inayofuata. Usisahau kusubscribe, like na comment, pia share kwa wengine. Asante sana.